Tunaanzia hapa kwenye hii ofisi ya kufua nguo kwa kutumia mashine. Kuna pisi kali imekuja kuleta nguo zake ili zifuliwe. Huyu dada anaitwa Madison. Huyu dada akiwa anaingia ofisini, kwa bahati mbaya akagongana na mfanyakazi wa hapa, hivyo akamwagiwa maji. Hivi unajua thamani ya nguo? Hata ukiunganisha mishahara yako yote tangia uanze kazi hauwezi kuinunua. Huyu dada mfanyakazi anaitwa Enna. Madison akatupa maneno ya dharau na matusi juu kwa Enna watu. Tena Madison akaenda mbali zaidi, akamwamuru bosi wa hii ofisi amfukuze Enna mara moja. Asipofanya hivyo hajue kuwa amempoteza mteja wake anemuunganisha pesa ndefu. Na kweli bosi akamfukuza Enna papo hapo. Madison alipoingia kwenye gari akaanza kulalamika yale yote aliyotokea kwa bwana wake ambaye anaitwa Miles. Miles hana cha kujibu. Kwake anaona kumwagiwa maji ni sawa na ajali kama zilivyo ajali nyingine. Safari ya Enna kuanza kutafuta kibarua na mahala pa kuishi ikaanza, kwa maana Enna ni yatima. Wazazi wake walipofariki akawa analelewa na shangazi yake, na baada ya miezi miwili tu shangazi yake akamfukuza akidai eti Enna ni mzigo. Miles na Madison wakafika hadi nyumbani. Madison akawa wa kwanza kushuka kwenye gari. Miles akamwambia Madison kuna mizigo ipo kwenye gari aingie nayo, lakini Madison akakataa, hawezi kubeba mizigo. Miles akabaki anashangaa tu, akaamua acha abebe yeye mwenyewe aingie nayo ndani. Mpaka usiku unaingia, Enna hakufanikiwa kupata mahali pa kujisitiri kabisa, hivyo akaamua aje kwenye huu mjengo ambao bado haujamaliziwa kujengwa ili ajilaze. Kesho atajua nini cha kufanya. Enna akaanza kuandaa mazingira yake ya kulala vizuri kabisa. Kulipokucha, mafundi ujenzi wameshafika. Huyu ni Pakolo na huyu ni Godwin, na huku Enna akajiandaa haraka haraka atoke nje ili asijulikane kama amelala hapa. Enna akaja kwa hawa mafundi ujenzi. Kwanza mafundi ujenzi wakamshangaa Enna, ameingiaje hapa? Enna anasema ameingia kupitia getini. Sawa, na kilichomleta Enna hapa ni kuomba kibarua. Sasa mafundi wakamshangaa, mrembo anakuja kuomba kazi site. Haya mbona ni maajabu? Enna anasema anaweza kufanya kazi zote za kiume bila hata shida yoyote. Basi Piccolo akaahidi kumsaidia Enna. Upande wa pili, Miles anajifulia nguo kupitia mashine. Madison akaja kwa Miles na kumwambia anataka kutoka na shoga zake, wanaelekea salon. Lakini Miles anaona mbona wanaenda asubuhi sana. Miles, hakuna muda maalumu wa kwenda saluni, leo ni weekend, angalau baki nyumbani ufanye kazi zako ndogo ndogo. Miles, naamini unaweza kufanya hata wewe. Madison alivyokuwa mshenzi wa tabia akaweka nguo zake na yeye zifuliwe na Miles. Piccolo akamleta Enna mpaka kwa bosi wao na kumtambulisha kwake. Huyu bosi wao anaitwa Joe. Piccolo akamwacha Enna amalizane na Joe. Habari za asubuhi bosi. Nzuri, nikusaidie nini? Boss, nimekuja kuomba kibarua. Unatafuta kazi hapa? Kazi tulizonazo ni kwa ajili ya wanaume tu na sio kwa ajili ya wanawake warembo kama nyie. Boss, mimi sio legelege hata kidogo kama unavyofikiria, ninaweza kuifanya hii kazi. Joe akakubali kumpa kibarua Enna, lakini akizingua tu atamfukuza haraka sana. Leo ni alfajiri nyingine. Enna mwili unamuuma sana, lakini hana jinsi. Akaamua akachukua maji ya shilingi 100 akasukutua mdomo na kunawa uso kabisa, kazi iendelee. Enna akiwa nje anapiga kazi ya kubeba tofali. Akaja Joe akamwita Enna na kumuuliza mpaka muda huu ameshabeba matofali mangapi. Enna anasema mpaka muda huu ameshabeba matofali 15. Lakini cha kushangaza, Joe akamwambia Enna matofali 15 ni machache sana, asipoongeza jitihada leo atamfukuza kazi. Miles amekuja jikoni na kukuta jiko lipo chafu. Akamwita Madison kwa ukali, kwa nini unaniita kwa kufoka? Shida ni nini? Shida ni nini? Huoni shida kabisa sio? Mbona jiko limekuwa kama choo cha soko? Mimi sio mfanyakazi wako. Madison akaondoka kwa dharau. Basi kidume kikabidi kianze kosha vyombo yeye mwenyewe. Joe amekuja kwa Miles, kumbe mwenye ule mjengo unaosimamiwa na Joe ni wa Miles. Miles amemwalika Joe, anahitaji kupata ushauri kutoka kwake kuhusu hizi tabia zinazooneshwa na Madison, hususan siku za hivi karibuni. Kwanza Miles anasema anashangaa kuona Madison akifosi sana kutaka ndoa, kitu ambacho Miles haipo tayari kabisa kwa sasa. Ukiongeza na hizi tabia za uvivu, ubinafsi na roho mbaya iliyokithiri, inazidi kumfanya Miles
kusita kuoa. Joe akapiga kwenye mshono. Hizi ndizo hasara za kutaka madada wa mjini, kudhani uzuri wa nje ni sawa na uzuri wa ndani pia. Ndugu yangu, kama uliyempata ni mzuri mpaka ndani, baba shikilia hapo hapo. Leo ni siku nyingine nyumbani kwa Miles. Leo ni siku ambayo Miles na Madison walikubaliana waende site kwa Miles. Sasa Miles akiwa anataka kutoka, akashangaa kumkuta Madison hata hajajihangaisha kujiandaa. Madison alipoulizwa ni kwa nini hajajiandaa, anasema hayupo tayari kwenda site, na sababu kubwa, hataki ngozi yake iguswe na watu, hataki bakteria. Sawa, Miles baba wa watu kama amerogwa vile, akamuelewa Madison kiwepesi kabisa. Miles akamwambia Madison amemwachia pesa ya matumizi kwenye draw, aichukua inayomtosha, itakayobaki amwachie pale pale kwenye draw. Miles akaondoka zake. Sasa tuje huku site. Sasa Enna anakomaa kupiga kazi, ukizingatia leo bosi mwenyewe amekuja. Joe akanamuonesha Miles maendeleo ya ghorofa lake lilipofika mpaka hivi sasa. Lakini ukiachana na hayo, Miles akamuona Enna kwa mbali, akavuta picha. Alishawahi kumuona wapi? Siku moja Miles alileta nguo zake kwenye ile ofisi aliyokuwa akifanya kazi Enna, na akapokelewa na Enna mwenyewe. Miles alipomkabidhi nguo Enna akataka kuondoka, lakini Enna akamzuia, akamwambia Miles kuwa mara ya mwisho alipoleta nguo kulikuwa na hela ndani yake. Miles akashangaa, kwa hiyo amefikiria kabisa kuirudisha hiyo hela. Miles akaipokea hii hela, lakini akammega kidogo Enna, ikiwa ni kama sehemu ya shukrani kwa uaminifu wake. Baada ya kuvuta kumbukumbu, Miles akamuuliza Joe, yule msichana ni nani? Joe akampa Miles faili la Enna. Joe anasema huyo msichana ni mfanyakazi wake bora kuliko wote hapa, na kama ikiwa ni hiari yake, haipo tayari kumpoteza. Miles akakataa. Enna ni msichana mdogo, hastahili kuwepo hapa. Joe akamwita Enna na kufikisha maagizo aliyopewa na bosi wake ambaye ni Miles, kuwa Enna haitajiki kuwa hapa, sababu ni ugumu wa kazi hii, ukizingatia Enna bado ni mdogo sana. Enna akajitahidi sana kujitetea, akajieleza sana, lakini Joe hamna cha kufanya. Bosi ndio ameshaamua iwe hivyo. Sasa itakuwaje na Enna hata pa kulala hana? Ngoja tuone. Usiku ulipoingia, Miles amerudi nyumbani sasa kwa mahaba mazito, akataka kumkumbatia Madison. Madison akakataa, anasema jamaa ananuka, mpaka Miles aoge kwanza ndiyo atakuwa na haki ya kukumbatiwa na Madison. Huku kwa Enna amenunua maji yake ya shilingi 100 na mkate wake. Hiki ndio chakula chake cha jioni, na haoni shida kabisa. Ndio kwanza anapiga goti na kumshukuru Mungu kwa kumpa huu msosi mzuri. Dada yangu wewe, ukiambia ule mkate usiku unadai eti choo kitaziba. Shoga yako huku hawezi kuingia jikoni, chakula cha mume wake anaagiza kama mantilie. Miles anatia huruma kudadadeki. Mida ya kulala sasa, Miles ndio anaangalia chenji yake iliyobaki, haoni hata shilingi 100. Alipomuuliza Madison chenji yake iko wapi, Madison anasema amemaliza hela yote, halafu alikuwa amechoka iPhone yake, ikabidi aibadili anunue simu nyingine. Asubuhi ya leo Enna amechelewa kuamka, na kwa bahati mbaya sana Miles akiambatana na Joe na wafanyakazi wengine wameshafika. Miles akakasirika sana kuona mtoto kike amelala kwenye jengo lake ambalo bado halijamaliziwa. Jamii na serikali ikijua hili, itakuwa ni kesi kubwa sana kwake. Kwa hasira sana, Joe akamtaka Enna aondoke mara moja, asije tena akathubutu kukanyaga hili eneo. Leo Miles amekuja tena kwenye ile ofisi ya kufua nguo na kumkuta bosi yupo peke yake. Ikabidi Miles amuulize bosi wa hapa msaidizi wake yuko wapi. Bosi wa hiyo ofisi anasema ameshamtimua msaidizi wake muda mrefu sana, ambaye ndio huyo Enna, na aliyemtaka amtimue Enna sio mwingine bali ni Madison. Miles akarudi nyumbani amalizane na Madison. Hivi wewe ni nani mpaka unadiriki kupokonya ugali wa mtu? Mbona sikuelewi, unamaanisha nini? Namuongelea yule dada aliyekuwa anafanya kazi katika ile ofisi ya kufulia nguo. Yule takataka. Miles akafoka sana kwa hiki kitendo alichofanya Madison kwa dada wa watu, lakini
lakini Madison mwenyewe hata hajali chochote, ndio kama mbuzi anayepigiwa gitaa. Harakati za Miles kuanza kusafisha makosa ya Madison zikaanza. Miles akamtafuta sana Edna mpaka akampata, akamtaka aingie kwenye gari, ana kazi naye. Kweli Edna akaingia kwenye gari ya Miles. Miles akamleta Edna nyumbani kwake. Miles akampa Edna kazi ya kudumu, ambapo hapa sasa atasimama kama dada wa kazi. Kwa Edna hii ni kama ndoto, kutoka kulala site mpaka kwenye huu mjumba wa kifahari sio jambo dogo hata kidogo. Miles alipomwingiza Edna ndani, Madison akang'aka. Hawezi kukubali huyu kichefuchefu akae kwenye nyumba ya bwana wake. Madison akamfukuza Edna, lakini Miles akamchukua Edna akampeleka mpaka kwenye chumba chake na kumtoa hofu asijali na amzoee Madison. Ila kuanzia sasa hivi hapa ni kwao. Miles alipotoka, Edna akafurahi sana kukaa kwenye chumba kizuri sana tangia zaliwe. Kabla ya yote akapiga goti kwanza akamshukuru muumba wake. Jioni ilipofika, Miles na Madison wanakula. Miles hamuoni Edna, akamuita Edna ili aje ajumuike nao. Edna alipokuja, Miles akamtaka Edna akachukue chakula chake kisha aje ajumuike nao hapa mezani. Madison akakataa kabisa. Unapaka perfume 3000 nini? Unanuka kibeberu. Madison akaja jikoni ampakulie chakula Edna, ila kabla ya yote akampiga marufuku Edna ole wake aje alisogelee jiko lake asije akaliambukiza bakteria. Miles na Madison wakiwa nakula ugali na nyama ya rosti. Madison akamwekea Edna ugali na mboga yake ikiwa ni maji ya moto tu. Leo Miles ametoka kazini na kumkuta Edna yupo nje, amenunua mkate wake ndio anakula. Miles alipomuuliza Edna mbona anakula mkate wakati kwenye friji kuna vyakula vya kutosha, Edna anasema alikuwa anajisikia njaa tu, akaona acha atafute mkate ale. Lakini kwa akili ndogo tu Miles akajua kabisa Madison amemnyima Edna chakula. Hivyo basi baada ya muda Miles alishaingia jikoni na amepika chakula na akamuita Edna mezani aje ale naye. Lakini kwa bahati mbaya sana Madison akaja. Madison anasema Edna hana njaa, kama vile yupo kwenye utumbo wa dada wa watu. Na kwa ubaya Edna akiulizwa kama ana njaa anasema hana njaa. Edna anajibu hivyo kwa kuwa anamuogopa Madison. Leo Madison amekuja kumwomba pesa Miles. Ana ratiba ya kwenda kuraraha na shoga zake. Miles anadai hana hela, pesa yote alionayo tayari imeshaishia site. Baada ya muda Miles akiwa ametoka kazini akajaribu kumtafuta Madison kila sehemu hamuoni. Akaja kumuuliza Edna kama amemuona Madison. Edna anadai hajamuona, lakini baada ya muda Madison akaingia ndani, lakini amelewa njui. Kama tunavyojua pombe, ukiwa mgeni nayo ni lazima itakufanya utapike na homa juu, na hiko ndicho kinachomsumbua kwa sasa Madison. Na aliyekuwa mstari wa mbele kutoa msaada ni Edna. Shukrani ya punda ni mateke. Madison alipozinduka akafoka ni kwa nini Edna ameigusa ngozi yake na maji akamwagia. Baada ya siku kadhaa kupita, Miles amerudi nyumbani akiwa na mifuko miwili ya zawadi. Madison akampokea Miles kwa mahaba mazito, kisha Miles akatoa mfuko mmoja kwa Madison. Miles akamuita Edna na yeye aje achukue zawadi yake, huku kwa Madison roho inamuuma. Edna alipokuja akapewa zawadi na Miles. Edna alipopokea hii zawadi akaanza kulia, na sababu ya kutokwa machozi ni kuwa hajawahi kupewa zawadi na mtu yoyote tangia azaliwe. Madison ndio akazidi kuchafushwa, akaondoka kwa hasira. Kesho yake Madison akamwita Edna na kumtaka alete zawadi aliyopewa na Miles. Kweli Edna akaleta ule mfuko wa zawadi na ndani yake kulikuwa na nguo. Madison akachukua hizo nguo na kuzichoma moto, lakini jitihada zote hizi za Madison bado hazikuzuia ukaribu wa Miles na Edna. Wawili hawa ndio wakazidi kwa karibu siku baada ya siku. Na siku moja Miles akiwa anatoka kazini akamkuta Edna amekaa chini. Edna alipoulizwa ni kwa nini anakaa chini wakati makochi yapo, akazuga eti anapenda sana kukaa chini. Miles akajua kabisa hizi zote ni fitna za Madison, na uzuri Madison mwenyewe huyo hapa. Miles akapambana mpaka mwisho akitaka Edna akae kwenye makochi. Madison alipoona
alipoona maji yamempalia, Leo akaja chumbani kwa Edna na kuanza kumkaba akidhamiria kumuua kabisa. Lakini kwa bahati nzuri iliyoje, Miles akawahi na kumuokoa Edna. Shughuli ya Madison kwa Edna bado ni mbichi. Leo Edna baada ya kupika chakula, Madison akamtaka Edna aonje hiko chakula, na asipoonja basi kina sumu. Lakini Edna anasema mbona ni chakula hiko ameshakila tayari na hakijamdhuru. Wakiwa wapo kwenye huu mzozano, Miles akaja na kuuliza kulikoni. Madison anasema Edna amemwekea sumu kwenye chakula. Edna akaona mambo yasiwe mengi akala, na baada ya muda Edna akaanza kuhisi tumbo linamuuma. Hiki ndicho alichokuwa akikitaka Madison. Edna akakimbizwa hospitali. Baada ya Miles kufanya uchunguzi kupitia CCTV camera, akaona Madison aliweka sumu kwenye chakula yeye mwenyewe, na akifanya kwa makusudi ambambekizie mwenzake. Kwa hivyo basi Miles akamfukuza Madison na uchumba ndio bye bye tena. Madison akiwa anatoka na virago vyake, Edna naye ndio ameruhusiwa kutoka hospitali. Na baada ya siku chache kupita, Edna ameshakuwa mama mjengo, ndiye mchumba wa Miles. Yule alionekana afai, leo amefaa. Je, umejifunza nini hapo? Tuambie chini kwenye comment. Usisahau subscribe na washa kengele sambamba na like na share. Hii ni Heavy Movies. Uwe na wakati ulio mwema.